kuwepo. Kauli mbiu yetu inasemaje? Mwanga kufanya nini? Mwanga kuzidisha nini? Wapendwa, huu ni mwanga kuzidisha nini? Upendo. Kwamba tayari tuna upendo, lakini tumeona kuna mahali pamefanyaje? Pamepungua. Sasa tunataka tuzidishe. Mwambie jirani yako, kulea kwa malengo na kwenye ni upendo. Tunapohitaji kulea kwa malengo, sisi wenyewe binafsi hatuwezi kulea kwa malengo bila kushirikiana na Roho Mtakatifu. Ushirikiane na Roho Mtakatifu. Sipigi vita kuchapa watoto. Kwa upumbavu umefungwa wapi? Vifuani mwa watoto. Na fimbo ya adhabu inaufukuzia mbali ule ujinga uliofungwa. Fimbo ya adhabu. Sasa jambo kubwa hapo la kuzingatia ni fimbo ya adhabu. Kuna utofauti kati ya kuadhibu na kudhalilisha. Wewe unaadhibu au unadhalilisha? Mimi situmii muda mwingi kuchapa, ila natumia muda mwingi kufundisha. Kuna wakati mwingine unaweza kuona kuna vijitabia vinainuka kwa watoto wako. Badala ufoke, naandaa somo maalum ambalo linaendana na tabia ambazo unaziona zimechipuka ndani yako. Nawapiga sala ya toba, maisha yanaendelea. Unaona kijitabia fulani kimeibuka, unafundisha. Unawapeleka kwenye Biblia, madhara ya uongo unaelekeza kwenye Biblia. Watoto wanajifunza madhara ya uongo ni nini. Udokozi ukianza, unawapeleka kwenye Biblia, somo kamili unawafundisha. Sasa mzazi mwingine huwa anataka kujionyesha eti mkali. Mtoto amekosea, haambiwi kama umekosea, ila tule unamchapa mtoto, unapiga utanipeleka jehanamu, mimi utanifunga. Unapiga makelele huko na utanifunga, utanipeleka jehanamu. Jamani, watoto wa roho, mimi watoto wananipeleka mapresha. Makelele unapiga. Kama jirani uko unasikia kumekucha mama fulani. Kumekucha sasa. Wengine wanampa assignment mtoto ya kutafuta baba yake. Wewe nakwambia utatafuta baba yako. Mimi nakwambia kabisa. Wewe unataka mtoto tangu anazaliwa unamtambulisha kama baba. Hajawahi kukutana na baba mwingine zaidi yako wewe. Kwa nini umpe assignment ya kutafuta baba yake? Huo ni udhalilishaji mmoja wapo. Huo ni udhalilishaji. Hiyo sio fimbo ya adhabu. Fimbo ya adhabu ni unamtandika mtoto, alafu nahakikisha anatoka pale anacheka, sio analia. Mtandike mtoto pale, alie, anyamaze, mpeane mikono. Mwanangu, umefanya kosa hili hapa, sawa? Na kwa sababu hiyo nakuchapa. Unamlamu, sio unamtekenye. Kumbuka nilisema kwamba huyu mtoto uliye naye leo, kama ni wa kike, ujue unaishi na mke wa nani? Kama ni wa kiume, ujue unaishi na mume wa nani? Sasa jinsi malezi yako yalivyo, ndivyo unavyomharibia mwenzako. Unamharibia mkamwana wako, unamharibia mkwe wako. Unamwandalia mume mbovu, unamwandalia mke mbovu. Na kwa sababu hiyo tegemea manyanyaso. Na atakaye kunyanyasa ni mkwe wako. Mtoto amekosea, mwite. Mwambie, mwanangu, kwa sababu hii umekosea. Na kwa sababu umekosea, unastahili adhabu.